Watu wengi wanapoteza imani kwa dhambi ndogo ndogo na kuzoea dhambi. Huamka asubuhi akiwa na hatia, anajaribu, lakini kuanguka kunarudiwa mara nyingi. Leo nitakuonesha jinsi ya kuanza upya na Allah. Kama unajali imani yako, basi baki na mimi mpaka mwisho. Kipindi hiki kitakupa nguvu, matumaini na hatua za dhahiri. Kuna kijana mmoja, jina lake tunalihifadhi kidogo. Alianguka mara nyingi kwenye madhambi. Kila siku alijihisi ana hatia. Hatimaye alijifunza hatua 3 rahisi za kuanza upya na Allah. Leo huyu kijana anaishi kwa amani ya moyo na imani imara. Kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika muendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mama mmoja alisema, nilidhani nimechoka kujaribu, lakini nikaanza hatua ndogo ndogo. Hatua hizi ni kusoma dua pamoja na Qur'ani na kutafakari kuhusu maisha yangu ya kesho. Basi moyo wangu uliamka. Ukweli ni kwamba hatua ndogo ndogo zinaweza kuanza mabadiliko yako makubwa. Kushindwa kushika ibada na sunna ndogo ndogo, kufanya dhambi ndogo ndogo na kukosa kuzungukwa na watu wenye imani, hii huacha ishara mbaya katika moyo. Lakini kumbuka, kuanguka si kushindwa kabisa. Ni dalili ya kuwa hai na kuweza kupata imani mpya. Ni kama mtu anayejaribu kufikiri lakini anakosa mwanga. Mwanzo huanza hakuna mwanga, kiza kinazidi mpaka kutokuona mbele. Lakini baadaye mwanga huonekana taratibu. Au mtu ambaye yupo kwenye ukame jangwani, anatembea, haoni mtu, haoni mti, haoni maji, lakini mvua ndogo ndogo ikaanza kushuka taratibu. Na kama unavyojua, mvua ndogo ndogo haifanyi maji kuwa mengi mara moja, lakini polepole yanaweza kujaza kisima. Unaweza kuanza na hatua 5. Hatua 5 hizi zitakufanya uanze upya kurudisha imani yako. Hatua ya kwanza, unasoma dua ndogo ndogo fupi, lakini usome kwa moyo zaidi. Usizisome dua hizi kwa mdomo, zisome kwa moyo. Labda kila wakati unamwambia tu Mwenyezi Mungu, ewe Allah, nirudishie nuru ya imani yangu. Ewe Allah, nirudishie nuru ya imani yangu. Ukimwambia Mwenyezi Mungu maneno haya mara kwa mara, ni mwanzo wa kurudisha imani yako. Lakini la pili, kusoma Qur'ani na kupata tafakari ya maisha yako. Soma walau aya 1 au 2 kila siku. Nafikiria maana ya aya hizo. Ukishafikiria maana ya aya hizo, tafakari kwa dakika 3 mpaka 5 kuhusu aya hizo. Kila siku ukiweza kusoma aya 1 ama aya 2 na kutaka tafakari yake na kupata maana ya aya hizo, basi ni rahisi kuendelea kurudisha imani yako taratibu. Lakini 3, kufanya dhikri rahisi. Nimekuwa nikifundisha mara kwa mara dhikri rahisi zaidi na Mwenyezi Mungu anazovutiwa nazo. Dhikri hizi mja akizisoma huwa karibu na Mola wake. Kwa mfano, ukisema subhanallah mara 33 kwa siku, ukasema alhamdulillah mara 33 kwa siku, ukasema Allahu Akbar mara 34 kwa siku, hapo utakuwa umefanya dhikri rahisi ambayo
moja kwa moja unamgusa Mwenyezi Mungu wako na kurudisha imani yako. Na uzuri wa dhikri hizi, unaweza kuzifanya ukiwa njiani, unaweza kuzifanya ukiwa kazini, unaweza kuzifanya ukiwa unatembea, unaweza kuzifanya ukiwa umekaa. Lakini hatua ya 4 ni kuwa karibu na watu wenye imani imara, kuwa karibu na mashehe, kuwa karibu na maustadhi, kuwa karibu na watu ambao wanatimiza sala. Hii itakurahisishia na wewe kuwa karibu na watu ambao wana imani na kuendeleza imani yako. Hatua ya 5, kujithamini mara kwa mara. Jiulize, ni hatua gani nimechukua leo? Ni dhambi ipi nimekabiliana nayo? Ukijua aina ya dhambi ambazo hukabiliana nazo mara kwa mara, maana Ibilisi yupo kila sehemu. Tunapomzungumzia Ibilisi, ni yule shetani ambaye yeye kazi yake ni kupotosha wanadamu. Ukishajua hilo, utajua namna gani ya kumwepuka taratibu. Unatakiwa uandike kwenye moyo wako, ni hatua zipi nitazichukua leo ili kuanza upya? Ni dhambi ipi nitakabiliana nayo kwa moyo wangu mkunjufu? Maneno haya hayana tofauti na wale vijana wanaokwenda gym. Maana kila mara anapofanya mazoezi ndio mwili wake huimarika na kuwa vile anavyotaka. Lakini kama bado unahisi hatia au kuanguka, au bado kumbukumbu za Allah ziko mbali na moyo wako, basi jua bado Allah anakuita. Moyo mgumu huanguka kabisa, lakini moyo unaumia bado una nafasi ya kuanza upya. Kama umepata nguvu kwa kupitia kipindi hiki, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mpaka kipindi kingine, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.